Mpendwa wangu, na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni mimi ndugu yako, mtumishi mwenzio, Askofu Dr. Frederick Simon wa kanisa la Pentecost PCCT hapa Dar es Salaam, lakini pia ni mkuu wa chuo cha Biblia kinachoitwa Dar es Salaam School of Theology, chuo ambacho kinafundisha wanafunzi kwa kiwango cha cheti, yani astashahada, kiwango cha diploma ambayo ni stashahada, na kiwango cha degree ambacho ni shahada ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu ambayo tunaita doctorate au PhD. Nikukaribishe kwenye kiwango cha cheti na kiwango cha diploma au stashahada. Unaweza ukasoma hata kama una nafasi ukasoma ukiwa mbali, inawezekana. Na kwa wale walioko Tanzania, hata kiwango kile cha degree naweza nikakufundisha ukiwa huko uliko, na ukapata degree yako, ukapata masters yako, ukapata PhD yako. Kwa hiyo nikukaribishe ujiunge, usome kwenye chuo chetu cha Dar es Salaam School of Theology. Haitakuja itokee ujute katika maisha yako, lakini utainuliwa zaidi. Tumekuwa tukijifunza katika darasa letu hili linaloitwa chuo cha Biblia. Tumeanza somo la mambo ya siku za mwisho, yani eschatology. Tukaangalia kwa vipindi 5, tukawa tunajifunza habari ya kunyakuliwa kwa kanisa. Na leo tumeanza kuhusu hukumu ya watakatifu. Kipindi kilichopita nimeeleza kwa kina aina 7 za hukumu zinazotajwa katika Biblia, aina 7 za hukumu. Na leo sasa nataka nipige hatua mbele, nikukaribishe uwe makini, ile ni kuombe pia. Ukiona jambo hili linaweza likakubariki, usisahau kusubscribe ili uweze kuendelea kupata masomo haya popote unapokuwa. Na unaweza pia kushare, ukawatumia ndugu zako, marafiki zako, ukawatumia kwenye magrupu na mahali mbalimbali, ili wengi wafaidi kulisikiliza neno la Mungu linaloweza kuleta msaada kwao. Leo sasa najifunza kuhusu wateule wanaotajwa katika Biblia. Biblia yetu hii tulionayo inataja aina 4 za wateule. Aina 4 za wateule. Sikiliza katika Mathayo sura ya 24 anasema nini? Mathayo 24 mstari wa 31 anasema, naye atawatuma malaika zake. Naye atawatuma malaika zake. Naye nani? Ni Yesu. Atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda. Nao wanani? Hao malaika watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho wa mbingu mpaka mwisho huu. Kwa hiyo tunaona wateule watakusanywa. Kunakuwa na mkanganyiko wa watu wengi wanapoangalia, wengine wanasema wanaozungumzwa kwamba ni wateule ni hawa, wanaozungumzwa ni hawa. Sasa ili kuja kupata jibu kamili, ni vizuri tuanze kuziangalia hizi aina 4 za wateule. Mteule namba 1 ni Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo anaitwa ni mteule. Katika kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa 1, Isaya ameandika, tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu. Haya ni maneno ambayo Isaya anasema, lakini ni Mungu anaongea kupitia kinywa cha Isaya. Sema, tazama mtumishi wangu
nimtegemezaye, mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Chukua hiyo pointi. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Pale anaposema mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye, huyu ambaye aliambiwa huyu ndiye ninayependezwa naye ni nani? Ambaye Mungu ametia roho yake juu yake ni nani? Ambaye atawatolea mataifa hukumu ni nani? Bila shaka ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye anaitwa mteule namba moja. Na ili kuthibitisha kwamba ni Yesu, tunaweza tukaangalia andiko lingine katika Agano Jipya, Injili ile aliyoiandika Luka sura ile ya 9 na mstari ule wa 35. Biblia inasema sauti ikatoka katika wingu. Ni wakati Yesu anabatizwa. Sio wakati Yesu anabatizwa, ni wakati Yesu anabadilishwa sura. Wakamtokea Elia na Musa. Biblia inasema sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Huyu ni Yesu. Habari zake ndizo zinazoelezwa hapa. Mungu mwenyewe anathibitisha, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusu wateule, nataka uzingatie hili, na kwamba mteule namba moja si mwingine bali ni Yesu Kristo mwenyewe. Yesu ni mteule namba moja. Ngoja niangalie kwenye King James anasema nini hapa. Luka 9:35 anasema nini? And there came a voice out of the cloud saying, this is my beloved son, hear him. Hapa haijaweka wazi King James. Kiswahili ndio kimeweka wazi. Nasema huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Kwa hiyo mteule namba moja ni Yesu Kristo, na ndiye peke yake anapaswa kusikilizwa. Duniani kuna mitume, kuna manabii, kuna maaskofu, kuna wachungaji, kuna watu gani, makuhani, lakini kama akiongea kinyume na neno la Yesu, sisi tunamsikiliza Yesu kuliko kumsikiliza yoyote. Petro alisema tujenge vibanda vitatu. Kimoja cha kwako wewe, kingine kitakuwa cha Musa, kingine kitakuwa cha Elia. Alikuwa na maana gani? Alikuwa anataka kuchanganya mada. Musa aliwakilisha Torati, Elia aliwakilisha manabii, lakini Yesu Kristo aliwakilisha neema ya Mungu. Sasa ni kweli Musa kuna mambo aliyoyaandika, kuna mambo ambayo Elia au manabii wameandika, lakini tunaangalia na Yesu amesema nini kuhusiana na hili. Biblia inasema watu wa kale wamesema hivi na hivi, lakini mimi nasema hivi, pale katika Mathayo sura ya 5. Kwa hiyo tunaangalia Yesu anasema nini. Hata kama Musa alisema hivi, Elia kasema vile, kila alichokisema Yesu ndicho tunachozingatia. Watu wa kale wamesema jino kwa jino, jicho kwa jicho, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu. Kwa hiyo ndio maana Mungu mwenyewe akasema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Tunamsikia yeye kuliko Musa, tunamsikia yeye kuliko Elia, tunamsikia yeye kuliko yeyote kiongozi wa dini unayemjua hapa duniani. Kwa hiyo mteule namba 2, mteule namba 1 ni Yesu. Mteule namba 2, mteule namba 2 tunawaona katika Injili kama ilivyoandikwa na, sio Injili samani, ni waraka wa Paulo mtume kwa Timotheo. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo, sura ya 5 mstari wa 21. Anasema na kuagiza mbele za Mungu
na mbele za Kristo Yesu, ambaye huyo ndiye mteule namba moja. Anasema na mbele za malaika wateule. Kumbe tunaona aina ya pili ya wateule ni malaika. Uyatende hayo pasipo kuhukumu kwa haraka, usifanye neno lolote kwa upendeleo. Tunaona wazi malaika wanaitwa ni malaika wateule. Malaika wateule. Tunaposema malaika wateule, hawa ni malaika wale ambao wamebaki wamesimama wakimtii Mungu. Kuna malaika ambao walimuasi Mungu, lakini kuna wale ambao waliendelea kumtii Mungu. Hawa ndio tunaowazungumzia kwamba wanaitwa ni malaika wateule. Malaika wateule. Katika King James anasema, I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, and thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality, doing nothing by partiality. Msifanye lolote kwa upendeleo. Maana yake malaika wanatajwa kwamba ni malaika wateule, ni wale ambao hawakumuasi Mungu mpaka leo wanaendelea kumtii Mungu. Malaika wale ambao walimuasi Mungu, hawa wanaitwa ni mapepo leo, wanaitwa ni mashetani, wanaitwa ni majini na kadhalika. Lakini wale ambao waliendelea kumtii Mungu wanaitwa ni malaika wateule. Na aina ya tatu sasa ya wateule ni tunawaona katika kitabu cha Isaya, sura ile ya 45 na mstari wa 4. Isaya 45 mstari wa 4, Biblia inasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mtumishi wangu. Na Israeli mteule wangu. Narudia. Kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Taifa la Israeli linaitwa ni taifa teule la Mungu. Mungu ndiye alilichagua taifa la Israeli liwe ni taifa lake. Na kwa kuwa ni taifa lake, mahali pengine Mungu analiita ni mwanae wa kwanza, mtoto wake wa kwanza. Mahali pengine Mungu analiita taifa la Israeli ni mke wake. Kwa hiyo Mungu amelithamini taifa la Israeli, akalipa kipaumbele. Na ndio maana unaona hata viongozi wakubwa, watumishi wa kweli wa Mungu walitokea ndani ya taifa hili la Israeli. Mpaka Yesu mwenyewe katokea katika taifa hilo la Israeli. Kina Daudi, Yakobo mwenyewe ndiye Israeli. Lakini kina Daudi, kina Elia, kina nani wengi wametokea ndani ya taifa hili la Israeli. Hata Biblia yenyewe tunayoiandika, waandishi wake Israeli. Kwa hiyo Mungu amelichagua hili taifa. Na Mungu kulichagua taifa ni kwa sababu ya mapatano yake ya tangu enzi za Ibrahim. Tangu wakati wa Ibrahim, Mungu aliweka agano na Ibrahim, mapatano na Ibrahim, aliweka makubaliano, Mungu akaweka maelezo. Ukisoma pale Mwanzo sura 12 mstari wa 2 na wa 3, wakati Ibrahim anaambiwa atoke katikati ya watu wake, Biblia inatuonyesha wazi, Mungu anamwambia Ibrahim, nami nitakufanya wewe, yani Ibrahim, kuwa taifa kubwa, kukubariki na kulikuza jina lako. Hili taifa kubwa linalotajwa sio taifa kubwa kwa eneo, lakini nguvu, uweza juu ya taifa ambalo linatoka kwenye viuno vya Ibrahim. Nawe uwe baraka, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Hii ndio nataka ulifahamu, ya kwamba Mungu alipanga tangu zamani ya kwamba kutoka kwa Ibrahim pawepo taifa
haisemi mataifa. Unaona kutoka kwa Ibrahim alikuja kazaa na yule mjakazi Sarai, akampata Ishmael. Kwa hiyo wakaondoka wakaenda huko kwao Misri. Lakini mtoto wa ahadi anayetajwa katika Biblia ni Isaka. Na kutoka kwa Isaka limekuja likatokea taifa la Israeli. Maana yake Isaka ndiye baba wa Yakobo, na Yakobo ndiye aliyebarikiwa jina la Israeli. Na baadaye akazaa watoto wa kiume 12 na wa kike 1. Na kutoka kwa Yakobo ndio tukalipata hili taifa linaloitwa taifa la Israeli. Limetoka viunoni mwa Ibrahim kwa asili. Mungu amesema atalifanya kuwa taifa kubwa, yani hili ni taifa la Israeli. Haleluya, haleluya. Sikiliza, wakati Isaka anambariki Yakobo, alisema hivi pale katika Mwanzo sura 27. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 27. Ngoja nisome ili andiko. Tukianzia ule mstari wa 27. Anasema, ngoja nianzie 26. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu nami ukanibusu mwanangu. Akakaribia akambusu. Naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Sikiliza maneno hayo. Harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mstari 28. Mungu na akupe umande wa mbingu na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulaani, hii ndio pointi nilikuwa naitaka, atakaye kulaani alaaniwe, na atakaye kubariki abarikiwe. Taifa lolote likijiweka karibu na taifa la Israeli, Mungu hawezi kuliacha. Mtu yoyote ambaye anaiombea Israeli na kujiweka karibu na taifa la Israeli, Mungu hawezi kuliacha. Kwa nini? Kwa sababu ni taifa ambalo limebarikiwa na Bwana na linaitwa ni taifa teule la Bwana. Taifa teule la Bwana. Na uje kuona Mungu akaiweka Yerusalemu, ambao ni mji mkuu wa Israeli, iwe katikati ya mataifa, na inasadikika ndio ipo katikati ya dunia. Katikati ya dunia. Ezekieli 5 mstari wa 5. Ezekieli sura ya 5 mstari wa 5. Biblia inasema, Bwana Mungu akasema hivi, huu ndio Yerusalemu, nimeuweka kati ya mataifa na nchi za uzunguka pande zote. Huu ndio Yerusalemu. Yerusalemu iko wapi? Yerusalemu iko Israeli. Na mataifa, nchi mbalimbali zinaizunguka. Ndio maana watu wanasema inasadikika jiji la Yerusalemu ndio liko katikati ya dunia. Okay. Vyovyote ilivyo, lakini Yerusalemu imetajwa. Dar es Salaam yangu haijatajwa, Nairobi haijatajwa, hata huko kwenu Frankfurt, huko Chicago, Michigan, New York hapajatajwa, lakini Yerusalemu imewekwa pale na Mungu anaitazama. Kwa hiyo tumejaribu kuangalia aina 3 hizi za wateule. Aina ya 4 ya wateule ni tunaiona pale katika Warumi sura ya 8 na mstari ule wa 33. Warumi sura ya 8 na mstari wa 33. Biblia inasema, ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Kumbe aina ya 4 ya wateule ni wale waliohesabiwa haki. Kwa lugha nyepesi, ni wale ambao wameokoka, wale ambao wamempa Yesu maisha yake ayatawale. Hao wanaitwa ni wateule sasa namba 4. Wateule namba 4. Na waliookoka mara zote au wenye haki mara nyingi tu wanatajwa kama
wateule. Katika Luka 18 mstari wa 7, Biblia inasema, na Mungu je, hata wahesabia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Unaweza kuona maneno ya namna ile. Kwa hiyo wenye haki, yani kwa lugha nyepesi waliookoka, hawa ndio wanaoitwa wateule, au kwa lugha nyepesi watakatifu walioko duniani. Kwa mujibu wa Zaburi 16 mstari wa 3, watakatifu walioko duniani ndio walio bora na ndio Mungu aliyopendezwa nao. Katika Wakolosai 3 mstari wa 12, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao. Haleluya! Wewe uliyeokoka, unayempenda Yesu, usijute hata kama kuna changamoto, hata kama kuna miba na michongoma inakusonga katika maisha ya wokovu, usikate tamaa. Haleluya! Kwa nini? Na wewe ni mteule, umeteuliwa. Wewe sio mtu wa kawaida. Sisi ni wateule namba 4. Okay, sasa Biblia inasema naye atawatuma malaika zake. Maana yake mteule namba 1 Yesu, atawatuma malaika zake, ni wateule namba 2. Nao watawakusanya wateule. Maana yake ni namba ipi sasa? Ni Waisraeli wote watakusanywa kwenda kumlaki Bwana mawinguni, au ni waliookoka? Bila shaka watakatifu, wenye haki, waliookoka, wateule namba 4 ndio tutakao mlaki Bwana mawinguni. Maana Biblia inatuambia waliolala, sisi tulio hai tutawatangulia waliolala mauti. Maana kwanza wao watafufuliwa wamlaki Bwana, na sisi tulio hai miili yetu itabadilishwa ili tukamlaki Bwana mawinguni. Sio Waisraeli, ni sisi wateule namba 4. Kwa hiyo kipindi changu hiki nimependa nikuonyeshe kwamba tunapoendelea kujifunza, jua kuna wateule aina 4, lakini watakaonyakuliwa ni wateule namba 4. Mteule namba 1 atawatuma wateule namba 2 waje wachukue wateule ambao ni namba 4, tukamlaki mawinguni. Mteule namba 1 ni Yesu Kristo, namba 2 ni Waisraeli, namba 2 malaika, namba 3 Waisraeli, na namba 4 ni watu wenye haki au waliookoka. Basi kwa kumalizia haya, nikukaribishe tena kwenye chuo chetu cha Biblia kinachoitwa Dar es Salaam School of Theology. Uje ujifunze kwetu, hutojuta. Mimi nitakufundisha vizuri sana. Mimi ni mwalimu. Huu ni mwaka wangu wa 50 nikiwa namtumikia Mungu. Na mwaka huu nitakuwa na jubilei kwa ajili ya kumshukuru Mungu kutimiza miaka 50. Mwezi wa 9 mwishoni takuwa na jubilei hii, na nawakaribisha rafiki zangu wote kokote mliko, Marekani, Australia, Canada, kokote mliko, Uholanzi, Tilimao kule Uholanzi. Karibu sana. Na wachungaji, marafiki wa injilisti, watu gani, maaskofu walioko Marekani, Canada, huko Australia na Ulaya, ninawakaribisheni mje mniunge mkono tuweze kufanikisha sherehe yetu. Tunatazamia kuwa na watu wengi sana watakaotoka nchi mbalimbali na mikoa mbalimbali ya Tanzania kwa ajili ya kuja kunitia moyo na kumshukuru Mungu pamoja nami kutimiza miaka 50 ya utumishi. Na nimekuwa nikiyafundisha haya masomo kwa zaidi ya miaka 35 sasa. Kwa zaidi ya miaka 35. Kwa hiyo ninakufundisha kitu ambacho nimekifanyia utafiti, nimekithibitisha, na usiwe na wasiwasi nacho. Na nimekuwa mwalimu kwa miaka mingi tu. Karibu sana. Njoo jiunge kwenye chuo chetu cha Dar es Salaam School of Theology, na ninakuhakikishia hutojuta, na wapo wengi hawajajuta. Mungu akubariki. Nimeandika vitabu hapa. Nina kitabu cha Ufunuo, nisifafanue sana kwa sababu ya muda. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana hapa, na kitabu cha Daniel nimevifafanua kwa lugha rahisi sana. Hapa nimechambua Agano Jipya lote tangu Mathayo mpaka Ufunuo, na nimefafanua kwa kina sana
na kueleza historia ya ile miji yote inayotajwa katika Agano Jipya kama Efeso, Korinto, Rumi, Thesalonike, Galatia na kadhalika. Nimefafanua historia ya hiyo miji kwenye kitabu hiki. Somo ninalolifundisha la eschatology ni hili hapa. Kitabu hiki cha eschatology unaweza ukipata na ukabarikiwa sana. Kuna kitabu kidogo cha uhusiano wa kanisa na Israel. Kuna kitabu kidogo cha nimefafanua manabii 12 wadogo. Kwa wale wanaopenda maombi na maombezi yenye matokeo, maombi ambayo unaweza ukaomba na ukaona matokeo ya haraka sana, pata kitabu hiki, utapata mwongozo wa maombi. Kitabu cha Matendo ya Mitume, habari za safari za Paulo na mambo mbalimbali ambayo nimefafanua, mpaka tafsiri ya majina yale ambayo yametajwa kama kina Anania, kina Safira, kina Paulo wenyewe na wengine. Nimeweka tafsiri ya majina mbalimbali humu, na kuhusu safari zile 3 za umishonari za Paulo. Na humu nimefafanua vitabu 4 vya Injili: Mathayo, Marko, Luka, Yohana, na nimeeleza vitu mbalimbali ambavyo vinaonekana vinapishana. Vinapishana. Kuna maswali magumu 10 ndani ya vitabu vya Injili. Maswali yote nimeajibu kwenye kitabu hiki. Na hapa nimeandika waraka wa Paulo mtume kwa Warumi, na hii ukijua waraka huu ni kujua Ukristo. Lakini ndani ya kitabu hiki nimeandika historia ya maisha yote ya Paulo, tangu kuzaliwa, kukua, elimu yake, huduma yake na kadhalika na kadhalika mpaka kufa kwake. Nimeandika vitabu vingi, karibu vitabu 20. Nimejaribu kukuonyesha vitabu vichache, na ukinunua vitabu vitakusaidia kuongeza ufahamu. Kama mtumishi wa Mungu utajikuta unapanuka zaidi katika uelewa, na utawafundisha watu wako mambo mazuri. Basi ukiona mambo haya ni ya baraka, naomba usiache subscribe, share kwa watu wengine, na hata nikipata comment zako kwamba nimebarikiwa, nimejengwa, nitafurahi. Kiona unataka kusoma masomo ya Biblia kwenye chuo chetu, ama kwa kuja kukaa darasani au online, au mkijigrupu kundi la watu mkanitaka nije niwafundishe, yote yatakuwa ni mambo mema na ya baraka sana. Mungu awabariki sana. Neema ya Kristo iwe pamoja na wewe. Shalom, shalom.